Hujaanza kulaumu uchumi, lazima tuweze kuangalia kwenye finance yako. Sasa kuna tofauti kubwa sana kati ya economics na finance. Maana kuna tofauti kubwa kati ya uchumi na fedha. Mimi ni Robert Chilongola, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha niliyeidhinishwa na Benki Kuu. Kwa yule ambaye ananifuatilia kwa mara ya kwanza kabisa. Sasa zipo tofauti kubwa sana kati ya uchumi na fedha. Maana changamoto kubwa watu wengi ni kwamba wanalaumu uchumi lakini wao binafsi hawazingatii katika eneo la fedha. Sasa kwa maana rahisi kabisa kwamba tunaweza kufahamu kwamba uchumi tunazungumzia rasilimali ambazo zinaweza kugawanywa kwa ajili ya kuweza kukidhi mahitaji ya watu. Lakini tunapozungumzia finance tunazungumzia mambo ya kuweka akiba, kuwekeza, kutumia, kutunza, lakini pia usalama. Sasa kwa nini mtu akaanza kuweza kufahamu ama kuweza kujua tofauti yake na kitu kimoja kimoja? Kianza na finance. Tunapozungumzia finance, kuingiza fedha, mambo ya kutumia, kutunza, lakini pia tunazungumzia mambo mazima ya kuweka akiba, kuwekeza, madeni, usalama wa kifedha pamoja na uhuru. Sasa hivi ni muhimu mtu akajifunza kwa ajili yake mwenyewe binafsi, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia katika maisha yake. Finance, katika eneo la finance ni muhimu sana, kwa sababu watu wengi wanastaafu wanakuja kushtuka baadaye ndio wamesha staafu, alafu ndio wanapata wakati mgumu kwa sababu hawakujipanga mapema. Maana lazima uweze kuwa na uhuru wa kifedha, na utakapo muda kazi unavyoweza kwenda unakuwa una nguvu, lakini pia unakuwa una muda. Kwa hiyo lazima uweze kujifunza katika eneo lako mwenyewe binafsi la kifedha, kuwekeza, kuweka akiba, nidhamu za kifedha, lazima uweze kujifunza. Lakini pia tunapozungumzia katika eneo la uchumi, maana tunazungumzia mambo ya inflation. Inflation ni kama tunaweza kufahamu kwamba ni kupanda ama kushuka kwa bei. Maana hapa ni mfumuko wa bei. Kwa hiyo lazima katika uchumi hivi ni kitu ambacho tunaweza kujifunza. Kwamba ni vitu ambavyo mara nyingi sana vinakuwa vinaathiri sehemu kubwa. Tofautisha na eneo la finance. Finance tunazungumzia kama wewe, lakini uchumi tunazungumzia maana yake jumla. Lakini pia kitu kingine kwenye uchumi tunazungumzia issue ya bei. Maana bei inakuwa inapangwa katika soko. Maana hapa jumla katika masoko yote ambayo tunaweza kuyaona duniani ni kwamba kuna kiwango ama kuna namna ambavyo inaweza kupangwa katika mambo ya bei na nini. Kwa hiyo uchumi manake unaongozwa. Lakini pia kitu kingine katika tunajifunza kitu ambacho katika sera, maana tunazungumzia sera za kifedha, sera katika masoko. Lazima uweze kufuatilia kama wewe mwekezaji ama mfanyabiashara. Kuna faida kubwa sana kuweza kufuatilia ili uweze uepuke kuathirika katika eneo la finance. Kwa hiyo lazima uweze kujifunza pia katika eneo la uchumi. Lakini pia tunazungumzia kitu kingine, tunazungumzia fursa mbalimbali, mambo ya kuajiriwa. Hapo tunazungumzia katika uchumi katika eneo pana sana. Kwa hiyo mambo ya demand and supply hapo tunajifunza katika eneo la uchumi. Kwa hiyo kuna tofauti, lazima uweze kujua kutofautisha kati ya finance and economics. Na kabla hujaanza kulaumu uchumi, lazima tuweze kuangalia finance yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufuatilia au kuweza kujifunza zaidi katika eneo la fedha. Ndio maana watu wengi sasa hivi elimu ya fedha ikitolewa zaidi kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa anaelewa katika eneo lake la kifedha. Na namna kama tunaweza kuzungumzia kwamba eneo la kifedha maana yake ni wewe binafsi kama wewe, kuweka akiba, kuwekeza ni wewe kama wewe. Lakini kama tunaenda kulaumu uchumi, maana yake kitakachokusaidia katika finance ni kwamba utakapoathirika katika uchumi, finance huwa inaweza kuzuia ama kuweza kuleta mabadiliko. Mimi ni Robert Chilongola, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha. Live it.